kila sababu ya kumshukuru Mungu. Mimi nilikuwa naumwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa naumwa. Nilianza kuugua mwaka 2007. Nilikuwa porini nachunga ng'ombe. Nikazungushwa kwenye hospitali mbalimbali huko nyumbani, lakini sikufanikiwa kupona. Nikaletwa hospitali moja iko hapo Kisongo. Nikakaa hapo kama siku 4 hivi, baadaye nikatolewa. Nikaletwa Mount Meru. Mount Meru nikaletwa mwaka 2014. Nikakaa hapo kama miezi 7 hivi. Nilipokuwa nimekaa hapo hivi, kila siku kakangu anauliza ugonjwa, wanauliza madaktari. Daktari anasema hatuoni ugonjwa, ila tunaona tu malaria 6 na typhoid 6. Tukakaa hivyo tunatumia madawa, lakini ugonjwa haya sikufanikiwa kupona kabisa. Siku moja nikazidiwa kabisa, ni kifua kinanibana yani kama kuna kitu inaninyonga hivi hapa kwenye koo. Nikapelekwa ICU, nikamulikwa, nikafungiwa zile mashine za oksijeni, lakini sikupona. Nikamulikwa, nikapelekwa kwenye x-ray, wakasema kuna maji kwenye uti wa mgongo. Nikapelekwa ICU, nikarudishwa tena ICU. Wakaenda wakatoa hiyo maji, chupa 2 ya maji, ila sikupona. Mama wangu mdogo aliyoko huku akasema kuna mchungaji mmoja yuko huko anaitwa Jeremia, ndio tumpeleke. Sasa wakati naletwa huku, sasa madaktari wanashindwa kuniacha kwa sababu bili yangu ni kubwa. Tukakaa siku ya kwanza, siku ya pili, ndio sasa kakangu, mtoto wa dada yangu, mama yangu mdogo aliyoko huko, akaja akanitorosha usiku. Nikaletwa huko. Mama yangu mdogo akasema twendeni leo kwa huo mchungaji. Kipindi hicho kanisa ilikuwa mwisho kwenye hizi nguzo hapo. Hizi nguzo za katikati hapa hivi na kule hivi. Nilitoka hapa, siku ya kwanza nimeletwa, nikaingizwa huko chini. Ofisi ilikuwa huko chini. Nilipoletwa hiyo siku, mchungaji akasema aombewe kesho arudishwe, maana hamna nafasi wa kuongea mimi. Nikaombewa, nikarudishwa. Hiyo siku sasa nilipofika kule ndo kabisa ni ugonjwa, yani nataka kabisa kufa kabisa. Yani kuna vitu vinanikaba kwa kabisa inaniuma. Lakini nilirudishwa tena Mount Meru. Nikakaa Mount Meru tena miezi 5. Nimekaa miezi 5 tena huko, ndo kabisa nikazidiwa, nikapelekwa ICU, nikakaa kama wiki 4 hivi. Nikarudishwa sasa, ndio nikaletwa hapa kabisa. Nakumbuka nililetwa siku ya Jumanne, nilikaa pale. Kwa yule mama mwenye aliyevaa kofia nyekundu pale. Nililazwa hapo. Baba siku hiyo alikuja akaingia kwenye mlango hapa hivi akaniombea pale. Nilikuwa na madripu hivi kwenye mikono hivi. Lakini namshukuru Mungu, niliendelea kukaa hapa kanisani, niliombewa. Namshukuru Mungu, sasa hivi nimepona, naendelea vizuri sana. Tunakutosha hayo. Mashine ya mgongoni hapa, ana mashine ya mikono na mashine huko, kila mahali ni mashine. Amen. Kwa jina langu mimi naitwa Mega Laiza, nimeokoka na mpenda Yesu. Kipekee mimi namshukuru Mungu, maana mimi nilimuombaga Mungu nisifanane na mtu yeyote kwenye familia yangu. Na ni kweli sifanane na mtu yeyote kwenye familia yangu. Kitu kingine na washauri vijana wote mwe mashujaa. Kama hata hauna kazi, jitahidi kufanya kitu yoyote na utafanya. Nilikuwa nimemuombaga Mungu nikiwa sina kazi yoyote ya kwamba nitafunga harusi, na nimefunga harusi, nimeshuhudia wote.
naomba Mungu mwaka huu niendeshe to, mwaka mwingine nisiendeshe to. Sema na neno hilo kwako. Piga makofi na kunyanyua kwa jina la Yesu. Ndio. Kitu kingine, usimame na neno hili. Soma kwenye kitabu cha Kutoka 14:14. Bwana atawapigania nini nanyi mtanyamaza kimya. Yaani kwa kabisa sikuwa na kazi lakini nimejitakia ngafunga harusi na nimefunga harusi. Nimekuja kupata kazi ya kwanza, ya pili nimefunga harusi. Bwana Yesu asifiwe. Na mwaka huu nimeanza kujitabiria kwamba mwaka huu ndio utaendesha to. Mwaka mwingine naenda kwenye usafiri mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kitaka tena soma kwenye kitabu kile cha Yoshua 1:9. Je, si mimi ndiye kuamuru wewe udai na moyo wa ushujaa? Si una moyo wa ushujaa? Kwa makini bwana. Yaani ukafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Napenda sana vijana wajasiri kama mimi. Amen. Mimi jasiri kama mfugoni asijielewi. Amen. Kwa jina langu naitwa Faraja Efraim, natokea kijiji cha Tibono. Nimeokoka na mpenda Yesu. Kipekee napenda kumshukuru Mungu, nilikuwa nimekuja hapa, nilikuwa naumwa. Kila nikitoka kazini huko Nairobi nikija hapa sijielewi. Lakini baada nilipokuja madhabahu haya nikaombewa, sasa nasikia vizuri sana. Mchungaji hapa, nasafiri tena, mniombee tena. Haya, nimesikia. Basi sio leto gani? Wewe nani ajangarna imela yake na kiogamanya. Wewe nani unashukuna ndege na masababu amata letokonali. Wewe tungana kagwa la yolo. Aro wala merani nalle, wala merani kito. Nabeki yoga ndenzi. Endo nyotani mali. Anasema kwamba ndio nitawa mtu mmoja. Aho mpaka Sabina taado kaka torbaile moyan orko tendo mo inaisho kake na ndio hapa dinalo na ndio masabao. Kwa kweli akaja kisubite na nyango kisikia 300 yasiwa mishu kolonyari kaka akaambia na masabao na shutoregeju gaito kiala dungane walanga kaka chukuru na ningele hitanyabu hata etawatawala na matokiti boki maleki taida maleki kaya besi taida maleki kai yasiwa madorada nganga muratare nalo abidisu kukundi orena monato na nyarma mututiatu abai aichukuru wala toria kunadi aichukuru yale elai hitanyawa tare tokonali hata wala matokiti boki ai bayo mtata mamona na to muratare kaka nyingi kaya shamu akira tabai tende mwongera ile kwa ashina ni aje kaya ashina lenga bari ito. Amen. Asenga kana mweza kutoka Timbolo sisi tapiti kutoka Timbolo ayo na mimi ndo bailo ngara ayuna sadaki na kaisarda wale nanua nyama